Video hii ni maalumu kwa waajiriwa wapya wote au watu ambao wamepata kazi mpya au ajira mpya, lakini kazi za kazini zinawachanganya. Yaani kila wanachopewa kazini au kila task wanayokuwa wanapewa wakiwa kazini ni kazi mpya. Hawajui wafanye nini na hawaelewi wanatokaje hapo kujinusuru. So kama huyu ni wewe, hakikisha una pay attention mpaka mwisho. Ndani ya darasa hili au ndani ya video hii tutaenda kuangalia mbinu kubwa 3 ambazo unaweza ukazitumia zikakusaidia wewe kujinusuru kabla hujaonekana hufai kazini. Nikukaribishe kama it's your first time. Kwa majina mimi naitwa Tony Mbugi, by professional mimi ni civil engineer, lakini pia ni mwandishi wa vitabu, lakini pia ni instructor katika Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya, na ni tutor katika platform ya Udemy, na ni content creator kwenye platform ya The Civil Engineers Hub. So far nimekuwa nikiwasaidia civil engineers and technician, lakini pia graduate and student from civil engineering kujenga ujuzi wa kupata kazi au ajira, ujuzi wa kazi au tunasema technical skills, ujuzi wa kujiajiri au tunasema ajira binafsi, na ujuzi wa kuwekeza. So let's go to the business. Mbinu ya kwanza, let's say kwamba wewe ni mwajiriwa mpya, umefika kituo chako cha kazi, lakini kila task unayopewa yani ni kitu ambacho ni kipya kwako. Naposema kipya maana yake ni kwamba toka umemaliza labda hujawahi kukipractice, si ndio? Au labda umeingia umekuta task zile unazozifanya ziko nje kabisa na vile vitu ambavyo wewe umepractice baada ya kumaliza kufanyaje? Baada ya kumaliza kusoma. Hatua ya kwanza ambayo unaweza ukaifanya ukiwa eneo lako la kazi ili kuhakikisha unajinusuru na hali hiyo, yani kwamba kila kazi unayopewa huwezi kuifanya au huwezi kufanya chochote na inakuwa ni ngumu au mpya kwako. Hatua ya kwanza unayoweza kuichukua ni kuongea na bosi wako au mkuu wako wa kitengo kama wana utaratibu wa kuwapeleka waajiriwa wapya au waajiriwa wao kwenye program mbalimbali, hizi short courses na training program mbalimbali kwa ajili ya kuwa develop au kuwajengea ujuzi wa nini? Ujuzi wa kazi. So kama zipo unaweza ukaongea na bosi wako ukamwambia, kiukweli bwana, mimi toka nimemaliza nilikuwa nimebezi zaidi kwenye kufanya kazi 1 2 3, lakini upande wa field yangu kwenye sekta hii sijawahi kuexplore, so I'm totally beginner na sielewi natokaje wala sijui hapa natakiwa nifanye nini. So kama kuna huo mpango kazi wa hizi short courses na training program ambazo zinakuwa zinatolewa, unaweza ukaainisha na ukamwambia bosi wako, na mimi naomba mniweke kwenye training program au kwenye short course niweze nikapata short course ya 1 2 3. Hizi short course zitanisaidia mimi kutekeleza majukumu yangu kama mtaalamu ambaye nimeajiriwa kwenye taasisi hii. Kwa hiyo ndio mbinu ya kwanza unayotakiwa kufanyaje? Kuifanya. Lakini kabla hujaifanya hiyo, lazima ujue kwanza majukumu yako wewe ni yapi na lengo la taasisi limekuajiri hapo ili ujihusishe na majukumu yapi. Baada ya kuyajua hayo, sasa utaainisha vile vitu ambavyo unaona ni vipya kabisa, yani hata ufanyaje vitakuchukua muda mrefu sana kuvielewa mwenyewe. Unaweza ukaongea na bosi wako ukaainisha hayo majukumu. Baada ya kuainisha hayo majukumu, ukaainisha pia na training program au short course ambazo unadhani ukizipata zitakusaidia wewe katika utendaji wako wa nini? Wa majukumu. Kwa hiyo ndio mbinu ya kwanza ambayo unatakiwa ufanyaje? Uitumie. Ukipitia tu hii itakujenga, lakini pia itakufanya uelewe vitu zaidi na itakuwa imepunguza hiyo. Kwa hiyo ukijiwahi mapema inakuwa inakurahisishia, lakini pia inatengeneza mazingira mazuri kiasi cha kwamba unakuwa uko very open, unakuwa uko very honest kwa bosi wako. Kwa hiyo inakuwa inajenga nini? Inajenga urahisi. Mbinu namba 2 unayoweza kuitumia tunasema ni kutafuta mentor au kutafuta mtu aliyekutangulia kwenye hicho kitengo ambacho wewe unafanya. Kuna taasisi nyingine, sio kwamba labda wewe unakuwa ni mpya kwenye hicho ambacho umeajiriwa kukifanya, hapana. Kwenye zile taasisi ambazo unajikuta wewe sio mpya, unaweza ukamtafuta mtu ambaye alikuwa amekalia hicho kiti au mtu ambaye ni senior kuliko wewe kwenye hicho kitengo ambacho upo au kwenye hiyo field ambayo upo au kwenye hiyo professional au expertise area ambayo umeajiriwa wewe ufanyaje? Uwepo. Ukimtafuta mentor ni mtu ambaye atakupa uzoefu, atakupa yani blueprint ufanye nini, uchukue hatua gani. Ukipata changamoto inakuwa ni rahisi zaidi kurelay kwake, kumwelekeza na yeye akakushika mkono, kwamba bwana hapo huaga tunafanya 1 2 3. Hapa bwana hivi huwa inakuwa inaenda 1 2 3. Hapa huwa inakuwa 1 2 3. Kwa hiyo kama umefika kwenye hilo eneo
na let's labda kwenye hiyo taasisi, sio kwamba labda mtaalamu ambaye yuko kwenye hicho kitengo sio wewe peke yako, kuna watu ambao wamekutangulia na kuna watu ambao ni masini kuliko wapo kwenye hiyo institution. Hatua ya kwanza unayoweza kuifanya, basi maana yake tafuta au kaa nao, waambie, na wenyewe pia watakuwa wako tayari kukusaidia na kukushika mkono kwenye changamoto yoyote ile unayohitaji. Mwisho wa siku na wewe utakuwa expert au utakuwa mbobevu kwenye hicho kitengo, kama ambavyo wenyewe wafanyaje, kama ambavyo wenyewe wapo. Hii ndio njia ya rahisi zaidi kwa mahali ambapo unakuta umefika, lakini pia kwenye hicho kitengo ambacho upo, kwenye hicho kiti ulichokalia, sio kwamba wewe uko peke yako. Kuna watu ambao ni senior na kuna watu ambao wamekaa kwenye hicho kitengo kwa muda mrefu kuliko wewe. Na njia ya tatu unayoweza kuitumia, hii ndio njia ngumu kuliko zote, tunasema die alone method au die alone way. Sasa kwenye die alone way, maana yake ni kwamba kwenye hiyo taasisi au kwenye eneo lako la kazi au kwenye kituo chako cha kazi ulichofika, moja, hawana utaratibu wa kuoffer hizo short courses au training program kwa wafanyakazi wao. Mbili, hamna mtu ambaye ni senior kwako, yani kwenye hicho kitengo au kwenye hicho kiti ulichokalia hamna mtu ambaye ni senior kwako, yani ambaye ana uzoefu kukuzidi wewe, si ndio? Sasa ukifika kwenye scenario hiyo, bro au sister, madamu au oga wherever, by the way, hapo unakuwa una option. Hapo utatakiwa ufe kibudu. Kufa kibudu maana yake unatakiwa ujifungie, yani hamna kulala, ujifungie uijue kazi, ujifungie ujue vitu. Ukae YouTube mwenyewe, ununue online courses kama zipo, watafute mentors ambao wako nje na taasisi yako au institution yako, na uwe tayari kulipia gharama yoyote ili kujua. Najua mwanzoni inaweza ikawa ni vigumu, ila tuwe mwenyewe ujue kabisa kwamba uko kwenye position mbaya, kwa sababu huwezi ukawa unatoa excuse, na wewe ndo mtaalamu, umeajiriwa hapo kwa ajili ya hizo kazi. Sasa huwezi ukaja ukasema kila siku ujui au unakimbia au namna gani, vipi? Utaumbuka na utaonekana una maana. So you have to find someone, you have to find the other ways, other means, wherever you have to pay for it, na ufanye kila kinachotakiwa kufanyika ili uwe kwenye position nzuri ya kuweza kujua kazi na kuweza kutekeleza majukumu yako ya kazi. Hizo ndo njia kubwa tatu ambazo unaweza ukazitumia kama ni umeajiriwa mpya, lakini kazi za kazini zinakuchanganya, uelewi ufanye nini, kila unachofanya kwako ni kipi. Njia ya kwanza nimekwambia, ufanye short courses au program. Kama taasisi yako au bosi wako unaweza ukaongea naye, kama wana hiyo program wanaweza wakakuweka na wewe ukapata hiyo. Hiyo ni rahisi zaidi kwa zile taasisi ambazo unakuta wana offers kwa wafanyakazi wao hizo training au development program kwa ajili ya kuwapush kusogea kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na hiyo inatumika kama mahali ulipokuwepo, labda umeajiriwa uko mwenyewe na hicho kitengo pia ni mwenyewe, yani uko mwenyewe, hamna mtu ambaye ni senior juu yako. Kwa hiyo ukienda kuongea na bosi wako na kama wana hiyo option, basi maana yake unaweza ukaitumia hiyo option. Alafu njia ya pili nimesema utafute mentor, mtu ambaye ni senior kuliko wewe kwenye hicho kitengo au kwenye hicho kitu ulichokalia, kuelekeze na kutrain, kukufundisha. Kama kwenye taasisi yako yupo, basi maana yake ndio inaweza ikawa the very shortest way ya kupunguza learning curve yako wewe, na ukamtegemea yeye kwenye kitu chochote, swali lolote unalokuwa umelipata, itarahisisha sana kwa sababu kuna ukaribu wa moja kwa moja, kwa itakuwa ni rahisi zaidi. Na njia ya tatu ambayo ndio njia ngumu kuliko zote, hii ya die alone, maana yake ni kwamba kwenye taasisi uliofika wewe uko mwenyewe, hakuna mentor, lakini pia hawana utaratibu wa kuoffer short courses au development program kwa nini, kwa waajiriwa wao. Basi hiyo bro au sister, hiyo no way. Maana yake unatakiwa uanguke kwenye njia namba 3. Naamini umejifunza kitu unachotakiwa kufanya kama wewe ni mwajiriwa mpya, ili kuhakikisha unajinusuru na kazi yako na usije ukaonekana ufai bure. By the way, kama umeenjoy, hakikisha unaacha comment hapo chini kuniambia, je, wewe umejifunza kitu gani, na kuanzia hapo utatumia njia gani ili kuhakikisha unaleta matokeo yale ambayo ulikuwa unatakiwa kuyaleta kwenye hicho kitengo ulichoajiriwa. Usisahau pia kulike na kusubscribe. Hii ina push video hii zaidi wafikie watu wengi ambao wana changamoto au wana shida kama wewe. Na by the way, kama wewe ni civil engineer, graduate, student, umemaliza lakini hauelewi, haujui nini ufanye, tuna program maalum kwa ajili yako. Program ambayo itakupitisha na itakuchukua hatua kwa hatua, kuanzia kwenye ajira za makampuni binafsi, jinsi ya kuzitafuta, jinsi ya kuzipata, vitu vya kufanya ili uwe expert na ukubaliwe kwenye kila kazi utayoomba.
kuja kwenye ajira za taasisi za serikali au taasisi za umma, ufanye nini, ujiandae na interview, jifanyaje, uchukue hatua gani ili uwe kwenye position nzuri ya kufaulu interview zako za kazi na mwisho wa siku upate kazi. Lakini pia ndani ya programu hii utajifunza ya ajira binafsi, jinsi ya kujiajiri kutumia taaluma yako na uwezo wako ambao unao, aidha wewe binafsi kama solo entrepreneur au kwa kufungua kampuni yako. Lakini pia utajifunza uwekezaji hatua kwa hatua. So if you are very interested, link nimekuwekea kwenye description hapo chini. Nikutakia wakati mwema. Peace.